Tutahakikisha tunaboresha huduma ya afya kwa kuhakikisha zahanati zetu tulizonazo zinakuwa na madawa, vifaa tiba pamoja na watumishi wa kutosha wakati wote. Lakini tutahakikisha pia vitanda vya kujifungulia kina mama, kupumzisha wagonjwa pamoja na majengo mengine kwa ajili ya kuhudumia wananchi yanakuwepo kwenye zahanati zetu. Lakini Mheshimiwa Diwani amezungumzia hapa nchi ya jengo linaloendelea kujengwa kwa wananchi ndani ya kijiji cha Kagongo. Tutahakikisha kuwa zahanati hiyo imekamilishwa kwa wakati ili ianze kutumika na kuhudumia wananchi ndani ya kata yetu. Kwa hiyo naomba kuwatoa wasiwasi kwamba uwezo huu wa kufanya kazi ya kuwakilisha ili kuweza kuboresha huduma zetu za afya tunao na tutaenda kutekeleza. Tuje kwenye swala la elimu. Elimu oye! Elimu safi! Sote tunafahamu kwamba elimu ni funguo wa nini? Maisha oye! Ndugu zangu, ndani ya jimbo la Bukeye tunaendelea kuongeza shule za msingi, tunaendelea kuongeza shule za sekondari. Lakini hatuna shule ya kidato cha 5, hatuna shule ya kidato cha 6. Hao wanafunzi wanaohitimu huwa wanaenda wapi? Na ndio maana wanahitimu wengi wanaoenda vyuo vikuu ni wachache. Kwa sababu ili uweze kuingia chuo kikuu ni lazima uwe umesoma kidato cha 5 na cha 6 au umeweza kusoma diploma kwenye vyuo mbalimbali vilivyopo hapa nchini. Hivyo basi kwenye uongozi wetu 2025-2030 tunaenda kujenga daraja la kutoka form 4 watu kwenda chuo kikuu. Tutajenga angalau kwa kuanzia kila tarafa shule moja ya sekondari, tarafa ya Bukeye na tarafa ya Mwakalundi, ili wanaomaliza form 4 wakasome kidato cha 5 na cha 6 kwa ajili ya maandalizi ya kwenda chuo kikuu, wakapate maarifa makubwa ambayo yatasaidia katika maendeleo ya jimbo letu. Lakini pamoja na kujenga shule hizo, tutaenda kuhakikisha kuwa tunaboresha zile zilizopo, shule za msingi na shule za sekondari ndani ya jimbo letu la Bukeye. Shigamba oye! Ndugu zangu, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya elimu, zipo kero za muda mrefu, lakini inatakiwa ifike mahali kero hiyo sasa zifike mwisho. Swala la ukosefu wa madawati si sawa. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama wa wilaya, na hili naomba nikwambie Mheshimiwa diwani na madiwani wenzangu mlioko hapa, sitakuwa na msalie mtume kwenye fedha za 10%. Kwa sababu kama Mheshimiwa mwenyekiti, sisi wasaidizi wa rais hatutasimama na Mheshimiwa rais kumkingia kifua. Mama atatukanwa kila siku kwa sababu ya uzembe wa watu wachache ambao wanaaminiwa na hawatekelezi majukumu yao. Lazima Mheshimiwa mwenyekiti, tufike mahali fedha za 10%, Mheshimiwa diwani, wapate wakina mama wanyonge hawa. Hawa ndio wenye hela zao. Vijana wetu hawa ndio wenye hela zao. Watu wanampa Hawa Mwaifunga milioni 50 wakati Hawa ana uwezo wa kwenda benki akakopa na akadhaminika. Hawa wanauza mandazi, wanakaanga mihogo, wanatengeneza vitumbua, wanauza mboga. Nani atampa hela? Serikali ikaona ni vema tutenge fedha ambazo hazina riba wala dhamana, hawa wamama wainuke. Sasa watu wachache wanachukua fedha zile, wanatengeneza mitaji yao wenyewe. Na Mheshimiwa mwenyekiti, hili sijaambiwa wala sijasimuliwa. Tumeenda kwenye halmashauri mbalimbali, tumekutana na hizi changamoto, tukaishauri serikali, zuieni mikopo. Hizi fedha zinapotea. Mama alizuia mikopo miaka 2.
Fedha zimeanza kutoka mwaka jana, mwishoni ndo zimeanza kutoka. Sasa zinatoka, lakini lazima zije na masharti. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi ndio wenye ilani, ndio wenye serikali. Twendeni tukasimamie fedha hizi, hawa wamama na vijana ambao wanakusudiwa waweze kupata stahiki zao.